Sergeant at Arms, a further 10 minutes. Ring the quorum bell. Naam, mtazamaji, kengele inazidi kukirizwa. Ina maana kwamba hatujapata akidi ambayo inahitajika ili kikao rasmi cha bunge la Seneti kianze. Spika ameagiza kengele kukirizwa kwa dakika 10, zimekwisha. Dakika zingine 10 zimekwisha. Kwa hivyo ameagiza kengele kukirizwa kwa dakika 10 zaidi, tuone iwapo tutapata akidi. Naam, kumbuka akidi ambayo inatarajiwa ni ama inahitajika ni maseneta 15 ndiposa kikao rasmi kianze. Iwapo akidi itakosekana, basi hatutakuwa na lingine bali kufunganya virago na kuondoka. Kwa sasa hebu tusubiri tuone iwapo bunge la Seneti litatimiza akidi ya maseneta 15 asubuhi ya leo ndiposa kikao rasmi cha bunge la Seneti kianze.
Naam, mtazamaji, kengele inapozidi kukirizwa ni kwamba hatujapata akidi. Hivyo basi tusubiri dakika 2-3 zaidi tuone iwapo tutapata akidi, kisha kikao rasmi cha bunge la seneti kianze asubuhi ya leo. Hata hivyo, asubuhi ya leo ratiba ya shughuli za bunge la seneti ni ndefu iwapo kikao kitafanyika. Kisha mawaziri ambao tunawatarajia ni waziri wa mazingira, waziri wa maji, usafi na unyunyizaji mimea maji. Waziri mwingine ambaye anatarajiwa ni waziri wa kilimo na mifugo. Kisha katika shughuli nambari 6, na shughuli nambari 6 katika ratiba tuna arifa ya hoja, yani notice of motion kwa kimombo, na arifa yenyewe italetwa na Senator Cheriot ambaye ni kiongozi wa wengi bungeni, ambaye anataka bunge la seneti liwe na vikao viwili mnamo hapo kesho. Kikao cha asubuhi kisha kikao cha baadaye alasiri, hiyo ni Alhamisi hapo kesho. Na katika ratiba shughuli nambari 7 kwa kawaida ni kauli na maswali kama jinsi ambavyo nimekueleza. Hapo ndipo utawasikia mawaziri wakijibu maswali kutoka kwa maseneta ambao wanakuwakilisha ama wanatuwakilisha mimi na wewe kutoka kaunti zetu. Kisha iwapo tutakuwa na kikao, shughuli nambari 8 ni mswada wa chai. Anayehusika hapa si mwingine ila Senator wa Bomet, Senator Hilary Sigei, na mswada wa chai utasomwa kwa mara ya pili, na mjadala kuhusu mswada ulianza wiki jana mnamo Alhamisi na unatarajiwa kuendelea hivi leo iwapo kikao kitafanyika. Naam, katika orodha maseneta wanatarajiwa kuingia katika kamati ya seneti nzima. Naam, katika kamati ya seneti nzima ambapo watakagua shughuli nambari 9. Shughuli nambari 9 hadi 15 maseneta watakuwa wanakagua miswada mbalimbali katika kamati ya seneti. Na nikufahamishe kwamba katika kamati ya seneti nzima miswada itakayokaguliwa ni pamoja na mswada kuhusu leseni zote ambazo zinatolewa katika serikali za kaunti. Wakiwa katika kamati ya seneti nzima pia maseneta wataukagua mswada wa huduma za ugani za kilimo, yani Agricultural Extension Services. Kisha miswada mingine ambayo wanatarajia kuangalia ni pamoja na mswada wa Enoch Wambua, mswada wa Ndengu, mswada wa Senator Crystal Asige, mswada wa kukuza biashara. Kisha mswada wa Senator Crystal Asige pia unaohusu walemavu, na hatimaye mswada wa lugha ya ishara. Mswada huu unaletwa kwako na Senator Kamar akishirikiana na Senator Crystal Asige. Kisha shughuli nambari 16 ni mswada wa kusomwa kwa mara ya pili, na huu ni mswada wa maji, na mhusika mkuu atakuwa si mwingine ila Senator Cheriot. Iwapo kikao kitang'oa nanga, mpenzi mtazamaji, waziri wa mazingira, mabadiliko ya anga na misitu Soipan Tuya anatarajiwa hapa katika bunge la seneti. Waziri Alice Wahome ambaye ni waziri wa maji, usafi na unyunyizaji mimea maji pia anatarajiwa. Na hatimaye waziri wa kilimo, mifugo na mengine Mheshimiwa Mithika Linturi huenda afike katika bunge la seneti, naye atakabiliana na maswali kadha wa kadha kutoka kwa maseneta. Waziri wa mazingira, mabadiliko na anga na misitu Soipan Tuya anatarajiwa kukabiliana na maswali kutoka kwa Senator Paris Tobiko. Senator Tobiko anauliza, wizara ambayo Mheshimiwa Soipan Tuya anasimamia imefanya tathmini yoyote na kubaini kiini cha uchafuzi wa mito kote nchini? Senator Tobiko hakomei hapo, bali anataka kujua iwapo tathmini hiyo imefanywa hasa katika kaunti ya Kajiado na pia kaunti ya Nairobi. Sergeant at Arms, another 10 minutes, please. Mtazamaji, ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Bunge la seneti halijapata akidi, ilhali kengele imekuwa ikikirizwa na kukirizwa na kukirizwa. Kwa sasa spika wa bunge la seneti amesema kengele izidi kukirizwa kwa muda wa dakika zingine 10 aone iwapo atapata akidi ama afunganye virago.
Naam, Senator James Murango wa Kirinyaga ana maswali kwa waziri wa maji, usafi na unyunyizaji maji kwa mimea. Senator Murango anasema serikali ya kitaifa ina mpango wa kugharamia miradi ya maji katika kaunti yake ya Kirinyaga. Sasa anaomba kujua ni miradi gani hii. Senator Murango anazidi kulalamika hali ilivyo katika sehemu iitwayo Murathiri, eneo bunge la Gishugu. Wananchi wa Murathiri hawapati maji kwa sababu, yani maji ya kutosha kwa sababu paipu zimekuwa chache ilhali wananchi wamekuwa wengi. Kwa hivyo Senator Murango anaomba kujua kwa niaba ya wananchi wake iwapo Wizara ya Maji na Usafi ina mipango yoyote ya kuweka paipu zaidi za maji katika eneo la Murathiri. Naam, mwingine ambaye ana maswali kwa waziri Alice Wahome si mwingine ila seneta mteule Senator Mariam Sheikh Omar. Na Senator Omar analalamika kwamba mradi wa maji na usafi ulioko Mandera haujakamilika. Mradi wenyewe ulianza mwaka 2016 hadi leo mwaka 2023 mradi haujakamilika. Kwa hivyo anaomba kujua kwa nini mradi huu umekwama, kwa nini mradi huu hauendelei, na kwamba kuna mwananchi ambaye alikuwa amekwisha pewa tenda, mwanakandarasi alikuwa amekwisha pewa tenda ya kufanya mradi huu. Alikuwa ameanza lakini amesimamisha mradi. Senator Omar anaomba kujua ni kwa nini. Zaidi anaomba kujua nani mwanakandarasi huyu ambaye alikuwa amepewa tenda hii. Anataka waziri amtaje. Na hatimaye, je, mradi huu unakusudiwa kukamilika lini? Mtazamaji, iwapo tutapata akidi ndiposa kikao kianze. Senator Danson Buya Mungatana wa Tana River County ana maswali kwa waziri Alice Wahome. Anasema huko Tana River County kuna miradi ya kunyunyiza mimea maji. Mojawapo ni mradi wa Bura Irrigation Scheme. Mradi ambao mimi na wewe tunaujua sana humu nchini. Na mazao kutoka huko ni pamoja na mahindi, vitunguu, matikiti maji kwa wingi na mazao mengine. Na Senator Buya Mungatana anasema kwamba barabara zimeharibika kutokana na mvua nyingi ambayo imekuwa ikinyesha katika sehemu hiyo. Na sio sehemu hiyo peke yake, bali katika sehemu zingine ambazo zina miradi ya kunyunyiza mashamba maji, kama vile Pakera Irrigation Scheme, kama vile Ahero. Na naomba kujua iwapo bajeti ya mwaka 2023-2024 ilikuwa imetenga pesa zozote kukarabatiwa kwa barabara hizi ambazo ziko katika sehemu hizi. Na atakapoondoka waziri Alice Wahome, ataingia waziri wa kilimo na mifugo Mheshimiwa Mitika Linturi. Naye atakabiliana na maswali kutoka kwa Senator Boni Khalwale. Senator Khalwale huenda ana wasiwasi kuhusu kivuno cha mahindi humu nchini. Sasa anauliza, kulingana na serikali, kiasi kipi cha mahindi ambacho kinatarajiwa kuvunwa mwaka huu? Na je, hayo mahindi yatakidhi mahitaji ya nchi nzima? Iwapo waziri atafika, atakabiliana na hilo swali kutoka kwa seneta wa Kakamega. Na kishajibiwa hilo, seneta wa Kakamega hajamaliza. Anaingia na swali lingine la wakulima na mahindi na mapato. Na swali ni, je, wakulima wa mahindi watalipwa shilingi ngapi kwa gunia moja la mahindi la kilogramu 90? Na swali lake la mwisho ni, je, serikali ina mipango ya kununua mahindi kutoka nje ya nchi mwaka ujao? Hii ni iwapo mahindi ambayo yatavunwa mwaka huu hayatatosha kukidhi mahitaji ya Wakenya ya mahindi. Na akiondoka Senator Khalwale, ataingia Senator Joyce Korir. Yake ni kuhusu nyama ambayo Wakenya tunauziwa katika maduka ya nyama kote nchini. Senator Korir anaomba kujua iwapo nyama ambayo Wakenya tunauziwa ni nyama nzuri kwa afya yetu sisi wa binadamu. Anaomba kujua iwapo imefanyiwa uchunguzi vizuri na kubaini iwapo ni chakula bora ama chakula ambacho ni kizuri kwa afya ya binadamu. Senator Korir pia anaomba kujua iwapo serikali iko macho kuangalia mifugo anapochinja, inaposafirishwa hadi madukani, na njia ambayo inatumika zaidi ni kwamba kesi ambazo zinaendelea na watu ambao wameshikwa wakisafirisha mifugo waliokufa na nyama ambayo sio nzuri kwa afya ya binadamu. Senator Korir anaomba wizara husika itoe habari kamili kuhusu jinsi ambavyo kesi hizi zinaendelea.
Kisha akiondoka Senator Korir, iwapo tutapata akidi kikao kianze, ataingia Senator Professor Tom Ojienda. Naye pia anamuuliza Waziri Linturi maswali yake yanaangazia kampuni za sukari za serikali humu nchini na uongozi katika kampuni hizi. Anaomba kujua njia ambayo hutumika kuwaajiri na kuwatimua wakurugenzi wa kampuni hizi. Je, ni njia gani ambayo hutumika kuwaajiri wakurugenzi hawa ama kuwatimua wakurugenzi wenyewe? Je, tunayo akidi ama hatuna? Bado hatuna akidi, ndio sababu unasikia kengele inazidi kukirizwa. Hebu nikomee hapo kwa sasa, tuone iwapo tutapata akidi, ndiposa kikao rasmi cha bunge la seneti kianze. Now, honorable senators, there being no quorum, and having rung the bell pursuant to the provisions of Standing Order 42, the Senate stands adjourned until today, Wednesday, 6th of December 2023 at 2:30 p.m. Kwa bahati mbaya, bunge la seneti limekosa akidi kabisa. Kengele imekirizwa na kukirizwa, lakini kwa bahati mbaya spika wa bunge la seneti hajapata akidi ya kuanza kikao.
Kwa hivyo hatuna budi ila kufunganya virago kwa sasa. Hata hivyo, haya yamekuwa matangazo ya moja kwa moja yakiletwa kwako na kitengo cha utangazaji cha bunge tukishirikiana na shirika la utangazaji la Kenya KBC. Usisahau mnamo hapo alasiri mwendo wa saa 8:30 hivi tutakuwa na kikao cha alasiri cha bunge la Seneti. Jina langu ni Vusaka Litu. Kwa sasa, kwa heri.